majira mapya ambayo ni mwezi wa 6 na kukabidhi miezi 6 iliyobaki mikononi mwa Mungu kuelekea kukamilisha mwaka. Amen. Kwa ajili ya hatima ya mtu mmoja mmoja. Amina. Kwa hiyo ninayo furaha kuwakaribisha kila mmoja katika ibada hiyo kuu ya mkesha. Amen. Ni tarehe 12 mwezi wa 6. Amina. Na tutakuwa na wakati mzuri wa kuwapokea wageni wote ambao wanatokea maeneo ya Morogoro na maeneo jirani ambao wanatupata na kimsingi ni Tanzania nzima, kwa sababu wako watu wanaotufuatilia mikoa yote ya nchi. Amina. Ndio, niseme nimebarikiwa sana kuona mwitikio wa wana Morogoro. Amen. Na niseme pia nawakaribisha katika huduma hii na wajiandae kumwamini Yesu kwamba yako mambo makubwa ambayo Yesu atakayoyafanya katika maisha yao. Amen. Ikiwa mwezi huu wa 6 ni mwezi wa habari njema, na nambari 6 ni namba ya mwanadamu. Amen. Ambaye amezaliwa na mwanamke, ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Huyu kati ya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba, yeye alipewa namba 6, maana aliumbwa siku ya 6. Amen. Kwa hiyo ni mwezi wa kupokea baraka zako kutoka kwa Mungu. Amen. Na kumfanya kuwa mfadhili na mdhamini wa maisha yako. Amina. Ndiyo, kwa hiyo kwa nikisaka na ninyi niwashukuru pia kwa kusafiri. Najua tumekuwa tunafanya kazi usiku na mchana, lakini mmeona kwamba kwa namna mnavyowapenda wana Morogoro kwamba ni lazima muweze kufika na kuungana nao katika ibada, ikiwa ni pamoja na mchungaji ambaye kuhani mwenyeji ambaye ni Ivani. Ndio. Basi itakuwa ni baraka sana kwa watu wa Morogoro. Amina. Ndio, kwa sisi tumefurahi sana kuungana na wewe jioni ya leo. Tunajua yako mambo mengi makubwa ambayo Yesu amekuwa akikusemesha, na watu hawa ambao wanamtamani Yesu aguse maisha yao, tunajua kwamba Yesu atayagusa maisha yao kupitia wewe kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Ni kweli, na wakati ninapoendelea hapa na maombi, ndio watu nazungumza, kuna baadhi ya vitu ninapokea maelekezo na ufunuo hapo mahali mlipo. Ndio. Kuna baadhi ya watu ambao ninaona katika mkusanyiko huo wana matatizo hapo. Ndio. Na ninadhani ingekuwa ni baraka ningepata nafasi ya kuwasaidia moja kwa moja kama wako tayari. Kama mko tayari, kama kofi na vigelegele, wako tayari baba. Ndio, kuna jina la mtu mmoja ambaye naona anaitwa Winifrida. Kuna jina la mtu Winifrida hapo? Winifrida. Yupo baba, yupo. Amekuja mbele. Ndio, Winifrida unaishi wapi? Naishi Doma. Ni bado kwetu ni Doma. Anaishi Doma. Doma ni maeneo ya Morogoro. Pakani mwa mbuga ya Mikumi. Okay. Ndio. Kwa sababu ninaona ni mtu kama anafanya vitu vya kufuga na biashara mbalimbali, anajitahidi lakini zinashindikana. Ni kweli baba. Anasema ni kweli baba. Umekuwa unafuga kuku na nini? Nilikuwa nimefungua mgahawa, baadaye nikafungua mgahawa ule ukafa. Alikuwa na mgahawa. Alikuwa na mgahawa na mgahawa ule umeharibika, hauendelei tena. Ndio. Kuna jina linaitwa Patrick, analifahamu?
Patrick unamfahamu? Hapa baba wamekuja Winifrida wawili, kuna Winifrida mwingine amekuja, ni majina mawili, na mwenye Patrick amekuja pia. Winifrida ambaye mimi namuona hapa ni anaitwa Winifrida Muhema. Ndio baba. Ndio yeye amekuja. Ongeza makofi makubwa mahali ulipo. Amina. Amekuja tayari, yuko hapa mbele. Winifrida, umekuwa na biashara ya kufuga? Nafuga kuku baba, lakini wanakufa sana. Anafuga kuku lakini anasema wanakufa sana. Sasa kuna vitu ninaona wamekutupia ndio vinasababisha kuvurugika kwa biashara zako za kufuga. Asante baba. Uko tayari nikusaidie? Niko tayari baba. Patrick unamjua? Patrick mwanangu wa mwisho. Kuna siku niliota ndoto kwamba ngoja kwanza upewe maelekezo. Hapo sasa. Patrick ni mwanae wa mwisho. Huyu anatumikishwa na wachawi. Ndio baba. Na naona kwenye nyumba yako unapoishi kuna sehemu unahifadhi chakula cha kuku. Ndio baba. Pale kuna kitu ninaona kama kiumbe kama kinatembea, ni kama popo. Ndio baba. Hiki kiumbe ndio kinachotumwa kuchukua kuku kwenye banda lako, kuhakikisha kwamba shughuli zako zote zinavurugika. Asante na shukuru baba. Sasa utakapotoka hapo kwenye ibada, ndio baba, uangalie sehemu unapoweka mifuko ya kuhifadhia chakula cha hawa kuku wanaokufa hawa. Ndio baba. Ukitoa utajikuta huyo popo yuko chini ya hiyo mifuko. Ndio baba. Na hapo Yesu atafungua hizo shughuli zako, sasa zitaanza kwenda vizuri. Asante baba. Ongeza makofi makubwa mahali ulipo. Kusimama vizuri na kumtumikia Yesu ili upate kufunguliwa, kwa sababu inaonekana kuna mizimu ya uchawi inayokufuata ndio inayotumikisha na watoto wako. Ndio baba. Na Yesu atakusaidia. Asante baba, nashukuru. Kuna jina lingine ambalo nilikuwa ninaona. Ndio. Zeldia. Yupo Zeldia. Ndio yupo baba, amekuja hapa mbele. Zeldia, hujambo? Jambo, shikamo. Marhaba, una miaka mingapi Zeldia? 12. Unasoma? Ndio. Darasa la ngapi? La 6. Darasa la 6? Ndio. Na kuna jambo ninaliona hapa, Yesu ananiambia nikusaidie. Uko tayari nikusaidie? Amina. Yesu ananiambia kwamba kuna watu wanakulazimisha, wanakutumikisha kwenye chama cha kichawi. Uko tayari kutoka kwenye hicho chama tuweze kukusaidia, au unapenda kuendelea na hizo kazi? Nisaidie. Baba, nisaidie. Au zitaki hizo kazi? Ndio. Ni kina nani walikuingiza kwenye hizo kazi? Bibi Sungura. Bibi Sungura. Bibi Sungura? Ndio. Alikuingiza toka ukiwa na umri gani? Darasa la 3. Ndio. Na sasa wamekupa cheo cha kuwa malkia wa dunia ama wa kimataifa? Hajanipa. Wa kimataifa? Hajapewa bado. Hawaja. Kuna maelekezo wanakupa kuyafanya. Ndio. Wanakupa kazi gani? Kumuua bibi yangu. Kumuua bibi yako? Ndio. Bibi yako anaitwa nani? Martha. Wanakuambia umuue kwa njia gani? Ya magonjwa. Kwamba umpachike magonjwa? Ndio.
Magonjwa ya aina gani? Figo, sukari Ya figo. na pressure. Ya pressure, figo na vidonda vya tumbo. Bibi uko wapi? Bibi ameshafika tayari hapa mbele. Bibi Masa, au jambo? Sijambo, Bwana Yesu Kristo atukuzwe Bwana. Amina, pole sana. Asante baba. Pole. Unaumwa na vidonda vya tumbo na figo? Ninaumwa magonjwa 7 sugu, yote yapo kwenye mwili wangu na nimepimwa. Umeshapima ukajua una magonjwa? Nimepimwa. Sasa umeshajua kwamba magonjwa hayo sio ya kibinadamu, ni ya mikono sio ya kawaida, ni ya mikono ya wanadamu. Naomba nisaidie baba. Yesu atakusaidia leo na utapona. Asante baba. Ongeza makofi makubwa mahali ulipo. Ujitahidi kusimama vizuri, kwa sababu kule nyumbani kwako kuna vitu amesha kuwekea kule ambavyo ndo vinavyokusababishia madhara ya kila wakati. Asante baba. Na ujitahidi kusimama na Yesu ili vitu vile viweze kutolewa. Asante baba. Hasa kwenye chini ya kitanda unacholalia. Asante baba. Na Yesu atakusaidia uweze kukombolewa. Ukipata nafasi ya kuja Dar es Salaam pia uje, ingawa mimi pia nina safari ya kuja huko Morogoro, lakini kama utawahi wewe kuja huku itakuwa ni vizuri tuweze kukusaidia mapema zaidi. Nakuja kwenye mkesha tarehe 12 mwezi wa 6. Karibu sana. Asante baba. Ongeza makofi makubwa mahali ulipo. Sema Yesu fichua na kwangu. Sema tembea na kwangu. Jina lingine ambalo linaitwa Jasmine. Jasmine. Jasmine, kama upo. Jasmine. Yupo, anakuja. Ndio, Jasmine, habari ya uzima? Nzuri. Jasmine, una miaka mingapi? 6. Una miaka 6? Unasoma? Joni ni nani? Nasema Joni unamfahamu? Anasema hamjui. Hamjui Joni. Amekuja na nani? Baba yake amekuja hapa, anasema yeye ndio anaitwa Joni. Yeye ndio baba yake? Ndio. Sasa huyu mtoto naweza kuzungumza naye, naona anachukuliwa na wachawi. Hata hapo tunapozungumza kuna watu wamemfuata hapo. Anaweza kuzungumza? Ndio, anaweza kuzungumza baba. Uko tayari Jasmine kutolewa kwenye